Natamani ujifunze yale yaliyoko ndani yule. Habari yako? Njema kabisa. Ila nachoka na wazee wa kipindi hiki. Mtu unampa mkono, habari yako, anakupa 5. Hapo ndo mnanichosha. Wewe zingatia salamu. Habari ya vingine hivi wewe angalia. Si tumesalimiana? Nachoka cheusi. Haya bwana wewe, afadhali hata nimekupata. Maana nina habari moto moto. Kama nilivyo sijawahi kupoa. Yaani jambo langu ni uhakika. Wewe mwenyewe. Unauliza? Nipe uhondo huo. Bila kuchoka. Bila kuchoka. Unajua huko nilikotoka sasa. Huko. Nimekutana na habari moto moto zinazoendelea katika hili wiki. Yaani unajua hili wiki sijafanya kazi yoyote. Ni kuyapeleka tu, kuyasambaza na wananiletea na yasambaza. Mbona unapindisha? Nyosha maelezo. Yule mtoto wa nani wa kakako nani? Doris. Bwana anaitwa Dorcas. Hiyo Dorcas, sijui Dori nani. Hizo ni ya kwako. Ila sasa huyo mtoto wako ameisha abananga. Hivi wewe unashinda kukaa na mtoto wako huyo, sijui mtoto wa kakako yule Dorcas, sijui Kamdori, umwambie hivi kwamba mama hawashindanagi na wanaume kwenye ndoa. Mwanamke ni mwanamke, sio mwanaume akitoka nje ya ndoa na wewe mwanamke utoke nje ya ndoa, kwa sababu amekuwa waeleweki. Mwanamke wanaume za watu, mwanaume wake za watu, mabinti wa kanisani kwao. Sasa hapo tunashindwa kuelewa. Cheusi, ndoa haina fundi. Na ndio maana inazungumziwa kila siku, wanatoa maonyo kila siku, lakini haina mjuzi. Hapo mimi ndo mnanishangaza. Usiwacheke wenzio wakati wewe. Mimi siwacheki, mimi nawaonya. Kwamba ukae naye umwambie hivi, wanawake hawatushindani na wanaume. Mwanaume ni mwanaume tu, hata kama angekuwa na chiti. Sasa yeye kama mwanaume wake anatoka nje ya ndoa na yeye anaenda kutoka nje ya ndoa, pale mwenye anaonekana hana akili nani? Si mwanamke? Kana mwanao bwana. Yaani kuanzia wewe unaosema hapo kwenye ndoa, ila wewe ndo unakuona hauna akili, kwa sababu sisi ndio tumemfunda hadi ameolewa. Unakuja kwa mimi ambaye ni baba yake, unaanza kusema haujamfunda. Yaani wewe naumo kichwani ni emte kufuatilia ndoa za watu. Na wewe yaani wewe yaani ni kufuatilia mambo ya ndoa za watu. Uache, wewe mwenyewe amekushinda. Ona sasa umechanganyikiwa kama unapotea njia. Unaenda huko cheki. Ni wewe umekuja kunichanganya. Kamshauri mtoto akakako huko muone. asifiwe mdogo wangu. Amina. Ila mtatutia nuksi na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya uzima? Salama.
Haya, nyumbani je, hawajambo? Ni salama kabisa. Naambie mdogo wangu, mbona sikuoni kanisani? Yaani uko kanisani, msije, yaani ndio hivyo tu, nimeamua tu niwe nakaa, labda niwe nasalia nyumbani. Maana uko kanisani ndio matukio yamejaa we. Ina maana wewe uelewi? Matukio? Matukio yapi hayo tena? Na mtu tena uelewi. Ila wewe ndio au wenzetu nyie malaika. Mpaka habari moto zinawapita. Cheusi kama cheusi, msambaza habari na kukosa kukupa habari moto. Jamani. Mbona unanitisha mdogo wangu? Hebu nipashe hizo habari nizielewe. Wewe unatishika? Mimi mwenzio naogopa. Kuna nini? Ina maana uelewi au unanichora? Mbona kama sielewi mdogo wangu? Hebu nielekeze. Kwa sababu ningekuwa naelewa nisingekuuliza, na ningekuwa naelewa nisingeshangaa. Hebu niambie. Wewe usijali. Mimi habari ndakupa kwa sababu Mungu amenipa karama ya kusambaza habari. Jamani. Wewe uogope. Mungu anakupa karama ya kusambaza habari ukisikia. Hebu nipashe basi, maana nilikuwa nawahi ibadani. Sikiza nikwambie. Unaenda ibadani? Naona kwa taarifa hizi hata ibadani ungegaili. Subiri kwanza sasa, usifanye hivi na wewe. Mbona unakuwa kinyonge wakati ulikuwa umeishaanza kuchangamka? Bwana, taarifa yenyewe ipo hivi. Huyo mdogo wako Jaki. Unauliza kafanya nini tena? Mbona unaongea taratibu? Kuna nini kimempata? Amepata ajali au? Waelewi. Cheusi, niambie basi, maana sikuelewi mdogo wangu. Ongea taratibu. Yaani kwanza shusha pumzi. Kwa sababu hapa tupo njiani. Unaweza ukaanguka pressure nipewe kesi ya mauaji. Naomba uniambie Cheusi. Ni nini kimemkuta Jaki? Nini kimemkuta mdogo wangu Cheusi? Naomba uniambie, usizunguke. Sasa wewe ngoja nikupe taarifa. Taarifa ipo hivi. Jaki mdogo wako ameacha kusali saizi. What? Unauliza nini? Hebu sikiliza Cheusi, nikwambie. Mdogo wangu mimi Jaki hawezi kuacha kwenda ibadani hata siku moja. So hivyo tu. Kanisani ameacha kwenda. Unaambiwa amekuwa malaya. Anatembea na mabinti wa mle kanisani. Wake za watu usiseme. So kwa Jaki tu. Mke wake alivyoona hivyo, nakwambia naume za watu. Vijana hawa. Ina maana yeye anakuwa mshangazi. Basi. Naomba utambue kitu kimoja. Mdogo wangu mimi hawezi kufanya hayo mambo hata siku moja. Labda Jaki uliomwona ni kumfananisha. Dada. Sikiliza Cheusi. Usije ukanyaribia mudi yangu ya ibadani. Yaani unawapa taarifa. Saizi huu mguu nahisi umeshanyaribia ratiba yangu mimi kwenda ibadani. Na nilikwambia kwamba hata ibadani nitaondoka nimfuate Jaki nyumbani kwake. Na kama hizi habari zitakuwa ni za uongo, natamani ujifunze yale yaliyoko ndani uyaelewe. Sitamani uje tena, eti ndoa ya dunia ina nini? Mchungaji changamoto, mganga changamoto, waumini nao changamoto. Kuna mapenzi ndani yake, vituko ndani yake, uchonganishi ndani yake, vulugu ndani yake, hata walevi ndani yake. Ndoa ya dunia, 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 ndoa ya
dunia. Natamani ujifunze yale yaliyoko ndani uyaelewe. Sitamani uje tena. Eti ndoa ya dunia ina nini? Vipi ndugu? Safi safi. Umezungumza sana ndugu. Jackson jamani, nipotelea wapi ndugu yangu? Ndugu yangu yaache tu bwana. Jamani. Siku nyingi sasa. Unapiasha na nini siara nikuelezeaje? Bwana salama, habari ya uzima? Vipi ndugu yangu, unaendeleaje? Salama kabisa, wewe? Ndugu yangu kwema, ila sio kwema sana. Nimefika pale nyumbani, wakaniambia bwana ameenda shambani. Ndio. Nikasema ngoja nimtembelee kwa sababu na mazungumzo naye, ngoja nimtembelee huko kwa shambani. Ni kweli bwana, nikawa nikimbie chapo huko shambani kwa sababu nikawa nimeambiwa kwamba maana ni kama wiki mbili hivi sijafika huko shambani. Naona kumebadilika, yani wamechimba sana. Ila kweli inaonekana hela wanapata. Wewe kwa kuchimba hivi inaonekana hela wanapata. Lakini hapo nikiwauliza tena wanasema hamna. Sasa mimi ni mtumishi wa Mungu jamani, watu wanajitafutia riziki. Nimefika tu hapa, moyo ulikuwa unaenda mbio, lakini nilipofika tu hapa huruma zikanishika, nikaona kwamba basi tu niwaache tu. Na wanajitafutia riziki, si unajua tena. Habari za siku nyingi lakini. Ndugu salama. Ni miezi mitatu sasa imepita. Sikuoni kabisa. Nini shida mpendwa? Yaani Chachi Boy, sio hata nianzie wapi kuelezea. Lakini nafikiri ile mara mwisho ulikuwa pale. Kanisani? Ndio. Kujali kile kweli. Mimi ile siku sio hata nielezeaje ndugu, kama si unaweza kanielewaje sijui. Ile siku kwanza nashangaa. Kwanza sijawahi kulala kanisani. Lakini ile siku nishangaa nimelala. Nilivyosikia wanasemaje? Asimame. Nikijua nimesimama. Sielewi, nashangaa nasema mpigie makofi, watu tu wanapiga tu makofi, sielewi sasa. Lakini hata siku ile mimi mwenyewe ndugu yangu nilishangaa sana. Kwamba kwa maisha yangu haya magumu na wewe ni mpendwa mwenzangu na rafiki yangu. Naishi maisha magumu sana, hata siku zingine woga nakuja bwana nitoe angalau hata 5,000 hapa ili niokolee mazingira ya nyumbani, unasema sina. Ila siku ile tu ghafla tu tap unailipa wewe. Nilishangaa kwa kweli. Yaani wewe unachoshangaa, mimi ni staajabu sasa, sio kushangaa tena. Kwa sababu ile siku sijui. Yaani hata nikikumbuka huwa najishangaa, ndio mimi niliyesimama. Haya, nimesimama, mchungaji anaanza kusema, mtu aliyesema tulivyosema wa vyombo vya milioni 6 ameshajitokeza, mpigeni makofi. Mimi na milioni 6 wapi na wapi ndugu yangu? Sielewi kabisa kwa saizi. Sijui nini kilichoukuta. Yaani sielewi kabisa mpendo mwenzangu. Nasikia tena skendo chafu kijijini. Ni kwamba yani unachafua kondoo wa Mungu. Yaani sikuelewi kabisa yani. Ni taarifa ninazozipata kabisa, tabia chafu kabisa ambayo unaipata. Japo sijakuona ila lakini kila nitakakopita wananiambia wewe mpendo mwenzako vipi, mbona tumuelewi saa hizi? Umepatwa na nini ndugu yangu Jackson? Umepatwa na nini? Au ndio laana inakuingia? Sasa ukiona hivyo kwamba umeshaelemewa, si urudi kanisani tu. Mbona ulikuwa mtumishi mzuri, mwimbaji mzuri, mhubiri mzuri? Nini kilichokupata? Na utambue kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu mkubwa kabisa. Na ukiwa mtumishi wa Mungu mkubwa, shetani naye yani halali kutafuta. Yani ukikwepa tu kidogo tu kwa Mungu, ameshaingilia hapo yeye anakupiga. Rudi kanisani. Ukiona yani hiyo dalili mbaya sana ndugu yangu. Mwenyewe nikutafuta sana. Huyu wapi? Kila nitakapopita, huyu bwana tujamuona. Ila lakini kuna mambo 1 2 3 nao ndio hivyo tena waniletea habari mbaya kabisa. Kiukweli ndugu yangu, naweza nikasema kwanza mnisamehe sana kwa sababu inawezekana kweli huenda mimi ndio ikawa sababu ya ndoa yangu kutokutulia, labda mke wangu kubadilika, labda yote hayo kutokea. Ila mimi mwenyewe kuna muda nashindwa kuelewa. Si kwa nini kitu gani kilichonishawishi mpaka nikaamua kuanza kufanya hiyo tabia. Yaani nakuta sielewi. Mimi kuona wewe umekuwa tofauti. Tangu ya siku ile uliposema kwamba milioni 6 hizo unazilipa wewe. Hilo jambo sawa na kusema la kawaida, lakini wewe hauko hivyo.
hauko hivyo, ila umeshaingiliwa hapa. Na tangu siku ile ndo kabisa nikaona mambo yako yote kabisa. Shetani naye alisikia kuwa milioni 6 hiyo kweli unailipa, ndio maana akaamua yani kabisa kuingia kabisa pale. Tuliza akili yako. Familia yako inakwenda kupotea sasa kupitia we mwenyewe. Nisiseme sana shemeji kwamba ana tabia mbaya sana, ila na wewe skendo nyingi sana ambazo nimezisikia. Wenda ni wewe unasababisha. Rudi kanisani ndugu yangu. Mambo kwako yamekuelemea kabisa. Rudi kanisani sio shida. Shida je, wale watu najua mimi pale tayari nafahamika, ni mtu ambaye nafahamika sana. Wale watanitazama vipi mimi? Yaani nikikaa hata pale madhabahuni naona kabisa nitakuwa nakosea, nitakuwa namkufuru Mungu kwa sababu nimeshatembea tayari sana mabinti wa mle kanisani. Kama hivyo ulivyosikia unavyoona. Na ni kweli, sio kwamba bado wanadanganya, ni kweli. Ila sasa mimi nashindwa kuelewa kwa nini nilianzaje? Yaani ndio ninachojutia, nilianzaje yani? Kama ni mke wangu, mbona ni mzuri tu, wote tunafahamu hilo. Sasa nataka nikwambie jambo moja. Ile siku iliyotokea vile usiifikirie sana. Yaani usiifikirie, ndio inaokupa machungu wewe. Angalia familia yako inakwenda kuteketea sasa, inapotea. Kwa ajili yako wewe mwenyewe. Mimi siwezi nikasema sana kuwa shemeji ndo aliyekubadilisha hivyo. Hapana. Wewe ni mtumishi wa Mungu na hawa wake zetu wanatusikiliza sana sisi. Naye kakusikiliza wewe ujinga wako unaofanya, naye kafuata humo. Ukitulia wewe naye pia atafuata utulivu uliotulia wewe mwenyewe. Unaona? Sasa angalia, shemeji kaona madhaifu yako, unafanya vitu visivyoeleweka. Natamani ujifunze yale yaliyoko ndani. Ngoja niwahi nyumbani. Haya sawa. Hamna shida. Sitamani uje tena, eti ndoa ya dunia ina nini? Mchungaji changamoto, mganga changamoto, waumini nao changamoto. Kuna mapenzi ndani yake, vituko ndani yake, uchonganishi ndani yake, vulugu ndani yake, hata walevi ndani yake. Familia wazima? Wazima kabisa baba. Jumapili umenifurahisha. Ni kawaida tu baba, kwenye utumishi wa Mungu tena ni kujitoa tu vizuri. Umenifurahisha pakubwa sana. Nimetoka zangu huko nikasema nije nichunguze hapa wanapojenga, niangalie ndo. Naona baba umejitahidi. Nataka niwe na nyumba za kwangu. Naonaje siku nakuta tu uzee unakuja, nyumba ni za kanisa, sina za kwenda kujipazi. Unakuta nikasema na staff uchungaji utakuwaje? Ni kweli baba, ni jambo la heri kabisa. Yaani umefanya vizuri sana. Kidogo ndio hivyo. Za nyumbani zaidi. Nzuri kabisa baba. Ila lakini jana baba. Nilikutana na Jackson. Jackie huyu? Ndio baba. Aliyekuwa mwalimu wa sana? Ndio. Baba. Jackie anapitia wakati mgumu sana. Yaani kwa hali niliyomuona nayo sio hali nzuri kabisa baba. Jackie nimesikia skendo zake, ila nashindwa kumkuta, ni ngumu. Namba niliyokuwa nampigia saizi kila nikipigi natumika. Sijui ameamua tu kuniblock, sielewi. Kwa nini tumemkuta?